إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخيار الأبرار، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka rehema na amani zimiminikie kiumbe bora ambaye alikayetembea juu ya ardhi hii, na isi mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakaomfuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Allah as'al alladhi jama'ani wa iyyakum fi hadha almasjid almubarak wa ma'a hadhihi alwujuh at-tayyibah al-mushriqah an-nayyirah. طبتم أيها الأخيار، وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. نمومba Allah subhanahu wa ta'ala kama jinsi alivyotukusanya ndani ya masjidi hii, atukusanye pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam huko peponi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila jambo. Ndugu zangu wa Kiislamu, رمضان حياة القلوب أيها الأخيار، هذا هو عنوان خطبة اليوم بإذن الله جل وعلا. رمضان حياة القلوب. رمضان نيوحاي ونيويو. رمضان Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameturuzukunayo بإذن الله جل وعلا, ومن أجل kuja kuhuisha nafsi ambazo zimeikaa mwaka mzima katika ghafla, nafsi ambazo zimeikaa mwaka mzima zimeghafilika, nafsi ambazo zimeikaa mwaka mzima ziko mbali na Allah, nafsi ambazo zimeikaa mwaka mzima haziko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhan hayatul qulub. Ramadhani ni uhai au imekuja kuhuisha na kuleta uhai kwa mara nyingine katika nafsi zetu biidhnillahi jalla wa ala, ambazo zimekuwa mbali na kitabu chake Allah, ambazo zimekuwa mbali na kuyasikia maneno ya Allah, ambazo zimekuwa mbali na kumtii Allah, ambazo zimekuwa mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha, na zikawa mbali na kuyafanya kheri na kuzifanya kheri biidhnillahi jalla wa ala. Ramadhani ni fursa ambayo Mwenyezi Mungu ameileta kwa min ajli ya kurudisha uhai katika nyoyo za binadamu. Njooni ndugu zangu wa Kiislamu, tuitizame hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, anazungumza akisema kuonyesha kwamba
na kutuonesha kwamba roho hii ambayo tunaibeba ndugu zangu wa Kiislamu, ndani yake pana uhai, ndani ya roho hii ndani yake pana kila kitu. Nafsi ya binadamu ndiyo servo ya kila kitu katika uhai wa binadamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaizungumzia roho, anasema ala inna fil jasadi mudgha, hakika katika kiwiliwili cha binadamu pana kapiesi, pana kiungo, pana kinyamanyama. Katika mwili wa binadamu pana kinyamanyama au pana kapiesi ambako aka kapiesi biidhnillahi jalla wa ala idha saluhat, kakitengamaa, kakiwa vizuri, kakiwa kamekwenda vizuri, kametengamaa, akana probleme, saluha aljasadu kullu, basi mwili mzima utakuwa umetengamaa. Aka kapiesi ambako tunatembea nao katika kiwiliwili chetu, aka kapiesi au kanyama kakiwa kametengamaa biidhnillahi jalla wa ala, mwili mzima utatengamaa. Macho yako utainamisha kwa kutokutizama haramu, mikono yako hautoitumikisha katika kufanya haramu, miguu yako hautoitumikisha isipokuwa katika halal. Mambo yako yote biidhnillahi jalla wa ala, aka kapiesi kakishatengamaa, mambo yako yote biidhnillahi jalla wa ala yatakwenda kama kisi Mwenyezi Mungu alikuamrisha nayo. Ila saluhat saluha aljasadu kullu, aka pesi kakiwa kametengamaa wala hakana matatizo, basi mwili mzima biidhnillahi jalla wa ala utakuwa umetengamaa biidhnillahi jalla wa ala. Wa idha fasudat, na aka pesi kakiwa kameharibika, na aka kanyamanyama ambapo Mtume anatuambia kakiwa kameharibika, kakiwa kana magonjwa ndani yake, basi mwili mzima utakuwa umeharibika. Macho yako yataharibika kwa kutizama haramu, miguu yako itaharibika kwa kwenda kwenye haramu, mikono yako itaharibika kwa kufanya haramu. Mambo yako yote ambayo utakuwa unayafanya utakuwa unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haka piesi katakuwa kameharibika, aka nyamanyama ambapo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekataja katakuwa kameharibika. Mambo yako yote yanakuwa ni ya haram, mazungumzo yako yanakuwa ni ya haram, kutizama kwako kunakuwa ni kwa haram, maneno yako yanakuwa ni ya haram, kula kwako kunakuwa ni kwa haram, unakuwa mwongo. Mambo yako mwili mzima utakuwa umeharibika. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, masahaba hawajatambua ni kapesi gani, ni kiungo gani hicho ya Rasulullah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa, ambaye azungumzi maneno ya porojo, in huwa illa wahyun yuha, isipokuwa maneno yake yote yanakuwa ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anawaambia masahaba, wasahaba wataelewa au kapesi ni kapesi gani. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba, ala wahiya alqalb, ako kapiesi au hicho kiwiliwili au ako kanyamanyama ni roho ya binadamu. Roho ya binadamu inaweza ikachafuka na inaweza ikatengamaa, na ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kila siku alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala aithabitishe roho yake. Allahumma ya muqallibal qulub, o Allah ambaye unakaibadilisha nyoyo za binadamu, ya Allah ambaye roho za binadamu si katika mikono yako, ambaye unabadilisha roho za binadamu. Roho ya binadamu huwa inabadilika, ndugu zangu wa Kiislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamwomba Mwenyezi Mungu amthabitishe na ithabitishe roho yake, nafsi yake, ambao ni kapesi ambao kakiharibika mwili mzima unaharibika, kakitengamaa unakuwa mcha mwema biidhnillahi jalla wa ala. Mtume anaiomba dua ambaye Mwenyezi Mungu alimwahidi pepo yake kwa kutuonesha umuhimu wake roho. Ndugu zangu wa Kiislamu, anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya Rabbi thabbit qalbi ala dinik, ithabitishe roho yangu, ifanye roho yangu strong katika dini yako ya Rabbal alamin. Na Mtume wetu Muhammad
sallallahu alayhi wasallam anazungumza akituonesha ya kwamba innal quluba ala asabi' arrahman, roho za binadamu zinapatikana katikati ya vidole viwili vya Allah, na wala usimuulizi vidole viwili vya Allah vinafanana aje, biko aje, usimuulizi na wala usiingizi filosofi katika majina yake Allah na katika sifa zake Allah. Katika aqida ahlus sunnah wal jamaa wanatuambia yajibu alaina an nasifa Allah jalla wa ala kama wasafa bihi nafsuhu في كتابه أو كما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Mwenyezi Mungu anatuamrisha tumsifu kama jinsi alivyojisifu yeye ndani ya Qur'an, na tumsifu kama jinsi Mtume sallallahu alayhi wasallam amemsifu katika sunna zake, na wala usiingizi filosofi katika sifa za Allah, na wala usileti akili zako katika sifa za Allah. Mtume ameshazungumza ya kwamba roho za binadamu zote zinapatikana katika vidole viwili vya Allah, yukallibuha kaifa yasha. Mwenyezi Mungu anabadilisha roho za binadamu jinsi anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhan hayatul qulub. Ramadhan ni uhai wa nyoyo, ndugu zangu wa Kiislamu. Tizama leo stati za Waislamu katika mastati yao. Stati za Waislamu zimebadilika, nyuso za Waislamu zimebadilika, Waislamu wamebadilika. Kila mtu anamlilia Allah, kila mtu katika hali ya kheri, kila mtu anapambana kujitolea kwa ajili ya Allah, kila mtu anapambana katika ibada. Huu ndio uhai. Hizi ibada ambazo tunazifanya, haya ambayo tunayafanya ili kujikurubisha mbele yake Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, hizi ibada ndio zinaitwa hayatul qulub, ndio zinaitwa ni uhai wa nyoyo. Ndugu zangu wa Kiislamu, roho ya binadamu ikiwa mbali ya Allah, roho ya binadamu ikiwa mbali ya dini yake Allah, roho ya binadamu ikiwa mbali ya sala, roho ya binadamu ikiwa mbali ya Qur'an, roho ya binadamu ikiwa mbali ya khair, roho ya binadamu ikiwa mbali ya sadaka, inakuwa haina uhai. Uhai wa binadamu, uhai wa roho ya binadamu ni katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana alqalbu, roho ya binadamu, ndio ni sehemu ambapo Mwenyezi Mungu huwa anatazama. Mwenyezi Mungu huwa anatazama roho ya binadamu. Inna Allaha, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatizami sura zenu. Mwenyezi Mungu hawajaji watu kupitia kwa sura zao, uko mekunda, uko mzuri, uko bogari, hauko bogari. Hayo Mwenyezi Mungu hayamuhusu wala hayatizami wala hayakontee Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatizami miili ya watu. Wewe umenona, ungine nimembamba, uiko aje. Mwenyezi Mungu hayakwake sio ya muhimu. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yanzuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu anatizama nyoyo zenu, aone hizi nyoyo zimekuwa na usalama, nyoyo hizi zina uhai, au nyoyo hizi zimeumwa, zina maradhi ya husda, maradhi ya vijicho, maradhi ya ushirikina, maradhi ya kuhusudiana baina yetu, maradhi ya kutokupendana, maradhi ya kuwa watu wametengana. Haya ni maradhi ya moyo. Na uhai wa roho ni katika kheri ambazo unazozifanya kwa kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu anatizama nyoyo zenu. Ndio maana Muislamu inabidi ajihimize sana kuleta uhai wa nyoyo yake, inabidi ajihimize sana na kusafisha roho yake, inabidi ajihimize sana kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala.
hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni fursa ambayo Mwenyezi Mungu ameileta ili binadamu waweze kupata uhai wa roho, waweze kusafisha roho zao, waweze kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu anatizama roho zenu, na anatizama jambo la pili, na anatizama matendo yenu biidhnillahi jalla wa ala. Matendo ambayo binadamu anayafanya kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, anapambana, anamuonesha Allah, anafanya jitihada za kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Haya matendo ndio ambayo Mwenyezi Mungu anayatizama, na ndio ambayo yatakayohesabika siku ya kiyama biidhnillahi jalla wa ala. Sio sura yako wala mwili wako wala mali zako wala manyumba yako wala cheo chako wala uko nani. Hayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hayatakunufaisha kitu isipokuwa roho yako ambayo utakuwa uko nayo, ambayo itakuwa ni roho ina uhai ili kujikurubisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu asema yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu anasema yawma la yanfa'u malun, siku ya kiyama mali zako hazitokufaa kitu, wala watoto wako wengi hawatokufaa kitu, wala cheo chako hakitokufaa kitu. Mwenyezi Mungu anasema illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakayekuja kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hali ya kwamba ana roho ambayo imesalimika, ana roho ambayo imesalimika. Qalbun salim, roho ambayo imesalimika. Ibn Qayyim rahimahullah anasema roho ambayo imesalimika ni roho ambayo imesalimika na ushirikina. Anazungumza roho ambayo imesalimika ni roho ambayo imesalimika na ushirikina, roho ambayo haina chembechembe za shirki, roho ambayo ni kumtakasa Allah na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbun salim, roho ambayo imesalimika ni roho ambayo iko mbali na bid'a, iko mbali na uzushi, yale ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wake hawakuyasema wala hawakutuamrisha, hawayakuzushi katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu unafanya mambo katika dini ambayo hayana dalili ndani ya Qur'ani wala katika sunna, unakuwa umefanya bid'a, unakuwa umezua katika dini. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi katika dini ni upotovu, na kila upotovu ni motoni biidhnillahi jalla wa ala. Kusalimika kwa roho ni kuwa mbali na ushirikina, kusalimika kwa roho ni kuwa mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Unajitahidi unakuwa mbali, hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni masomo ya kuja kumfunza binadamu awe mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameharamisha biidhnillahi jalla wa ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, Ramadhan hayatul qulub, Ramadhani ni uhai wa nyoyo biidhnillahi jalla wa ala. Ibn Mas'ud au Abu Hurairah radiyallahu anhu anatuonesha, anatuambia ya kwamba alqalbu malikul a'dha. Alhamdulillahi alladhi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نكستك رحمة الأمان اسمه متمت محمد صلى الله عليه وسلم pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakaomfuata mwendo wake mpaka siku ya kiyama. Na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kama jinsi alivyotukusanya ndani ya masjidi hii atukusanye pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam huko peponi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila jambo. Ndugu zangu wa Kiislamu, ayuha al-akhyar, al-qulub ala thalathati anwa'. Tunazungumzia ya kwamba Ramadhani ni uhai wa nyoyo zetu biidhnillahi jalla wa ala. Al-qulub
ala thalathati anwa. Roho za binadamu zimegawanyika katika mafungo matatu. Roho ambazo Mwenyezi Mungu aliziumba, Ibn Qayyim rahimahullah anatuambia roho zimegawanyika katika mafungo matatu. Aina ya roho ya kwanza inaitwa qalbun salim, ni roho ambayo imesalimika na ushirikina, roho ambayo imesalimika na bid'a, roho ambayo imesalimika na maovu, roho ambayo imesalimika na husda, roho ambayo imesalimika na yale maradhi makubwa, madhambi makubwa. Inaitwa qalbun salim. Illa man ata Allah biqalbin salim, hawa ndio ambao watakaokuja mbele yake Allah roho zao zimesalimika biidhnillahi jalla wa ala, na hawa ni waaminifu. Aina ya pili ya roho qalbun mayyit, ni roho ambayo imekufa, ni roho ambayo haina uhai ndani yake, roho ambayo imempinga Allah, roho ambayo haimjui Allah, roho ambayo iko mbali na Allah, roho ambayo imempinga mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, roho ambayo imedai ya kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto, Mwenyezi Mungu amezaa. Hiyo ni roho ambayo ni roho za makafiri ambao walikampinga Allah subhanahu wa ta'ala, au roho zao zinaitwa qalbun mayyit, ni roho ambayo imeshakufa, ni roho ambayo haina uhai. Tofauti ya roho ambayo ina uhai, hii ni roho ambayo inakuwa haina uhai ndani yake, roho imekufa. Aina ya tatu ya roho inaitwa qalbun marid, ni roho ambayo inaumwa, roho ambayo inaumwa magonjwa ya unafiki, roho ambayo inaumwa magonjwa ya nifaa, unafiki wa Islam ambao umewajaa Waislamu. Njooni tujitahidi biidhnillahi jalla wa ala, tutaharishe nafsi zetu na ugonjwa wa unafiki. Jamii yetu ya Kiislamu inaumwa ugonjwa wa unafiki, tunanafikiana baina yetu, tunachekeana cheko za kinafiki, tunasalimiana salamu za kinafiki, lakini nafsi zetu zimeoza, nafsi zetu hazipendani. Tunasali katika safa moja, lakini unatamani mwenzako afe. Unasali katika safa moja na ndugu yako, unatamani aombe, unatamani gari yake ipomoke, unatamani maji yamwingilie kwake, kimoki mle. Roho ambazo zina ugonjwa wa unafiki, roho ambazo zina ugonjwa wa hasad. Unatamani neema ya mwenzako imeondokee, unaanza kumdatiza mtu, neema hizi zimetoka wapi? Waucha mbona pataka ila achi, waucha mai gari anawezeka magari. Utakuja kufa na roho mbaya, utakufa na roho ya hasad. Hasad ni kutamani neema ya mwenzako imeondokee. Sasa ikiondokea mimi naweza kujia wewe. Sasa hata nikutamani nife, wala huko mrithi wangu hautorithi changu hata kimoja, lakini unatamani tuna yeye awe vibaya, atembee na miguu kama mimi, au na mizaa kama mimi. Hii ni roho ya husda wa Islam, ambazo Waislamu wengi leo miongoni mwa mambo ambayo yanaturudisha nyuma. Jamii yetu imechafuka, jamii inaumwa magonjwa ya hasad wa Islam. Jamii yetu kuona leo tumerudia nyuma, jamii ya Kiislamu, jamii ya Kiswahili. Sisi ndio tulikuwa tajiri wa Islam, sisi ndio tulikuwa kwa biashara wakubwa. Wababu zetu wanatuambia, babu yangu ananiambia mimi, tumekwenda Belgique kwa magari kama hizo. Ismaili wewe unaitwa Belgique ya leo, mimi nimekwenda Belgique kwa magari, nimekwenda kurangua zamani Belgique ya mzali wako. Wababu zetu wametembeza magari mazuri kilomita, wababu zetu walikuwa na mashamba, wababu zetu walikuwa vizuri. Lakini leo sisi tunadhalilika Waislamu. Hamna mtu mdhalili ndani ya Uislamu leo, hamna mtu mdhalili katika hii dunia kama Muislamu. Hata katika Burundi yetu leo hamna mtu dhalili kama mtu Muislamu. Hauna neno wala hausikiki, kwa sababu haufai, kwa sababu wewe haujachangia chochote katika jamii, kwa sababu wewe husda yako na roho mbaya zimetufanya leo tukaendelea. Waislamu, tuache mambo ya husda, tuache bifu. Waislamu, tuungane katika kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbun marid ni roho ambayo ina magonjwa ya kijicho. Mtu anakupiga kijicho mpaka unaumia AVC, mtu anakupiga kijicho kibaya
wallahi unaumwa afese direct, anakupiga kijicho kibaya mpaka unamka tunafia yeye kwa Uislamu. Roho ambayo ya magonjwa ya uongo. Leo ukijina Muislamu kudanganya, ukifanya kazi na Muislamu mwenzako ndio ambaye atakuiba. Ukimwamini Muislamu mwenzako, fundi, engineer, chauffeur, gari yako unaenda naitupa mkimangamanga, Muislamu mwenzako. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vijicho, kwa sababu ya husda, kwa sababu roho zetu zinaumwa Waislamu. Hizi sala tunazisali, funga tunazifunga, kama hatujitahidi kuzitibu nafsi zetu biidhnillahi jalla wa ala, hakuna ambacho tunaweza tukakibadilisha, kwa sababu masahaba mpaka Mwenyezi Mungu afungulia dunia walisafisha nyoyo zao kabla ya kusafisha viwiliwili vyao, wamesafisha nyoyo zao biidhnillahi jalla wa ala, mpaka Mwenyezi Mungu akawasifu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walau kana bihim khasasa. Mtu anajitolea vyake, anampa ndugu yake, hali ya kwamba naenda mitajia, anampa ndugu yake. Waislamu, tuko wapi leo Waislamu? Sijakwambia tupeane vyetu, hata tusalimishane hata katika ulimi. Haujamsalimisha ndugu yako katika ulimi, unamwikalia ndugu yako nikalaa. Leo nataka nimwikalie Sheikh Ismail, unaanza kunipaka, unaanza kunizungumza. Tena mtu anakuambia mimi namjua sana, namjua sana. Unamjua. Tumchini Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, tubadilike kwa ajili ya Allah. Ramadhani ni uhai wa nyoyo, turejee katika dini yake Allah, tusuluhishe nafsi zetu ili Mwenyezi Mungu asuluhishe vyetu. Tusuluhishe nafsi zetu tusipe uhai ili Mwenyezi Mungu abadilishe maisha yetu. Mwenyezi Mungu aweze akabadilisha maisha yetu na akabadili hali zetu. Hatujabadilika sisi wenyewe. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi akabadilisha situation. Mwenyezi Mungu hawezi akabadili situation ya umma. Allah hawezi akabadili situation zetu. Hali zimekuwa nyingi, krizi zimekuwa nyingi, matatizo yamekuwa mengi katika umma. Mwenyezi Mungu hawezi akabadili mpaka siku tutabadilisha nyoyo zetu, tujibadilishe biidhnillah, kila mtu kuanzia ndani kwake pole pole biidhnillah jalla wa ala, ili Mwenyezi Mungu atubadilishie ahwali zetu biidhnillah jalla wa ala. Naomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wenye kuyasikia mema na kuyafuata ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma adina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من خير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.